Karibuni tena katika kipindi chetu cha kuwa na furaha kila siku. Lazima kwa matatizo aina tofauti unayo au ukiwa kama sehemu ambazo zisizo nzuri, jitahidi ukuwe na furaha. Kabla tujaendelea na kuanza kipindi chetu, tunatoa salamu zetu kwa watu wote ambao sana sana wanawake na watoto wanaendelea kupata matatizo katika nchi ya DRC, huku wanawake wakiendelea kubakwa na kuuawa kikatili, pia na watoto pia kuendelea kuuawa na kuteswa kila siku, huku wakikosa mlo wa kila siku, na pia wengine wao hawana nafasi ya kwenda shule, huku vijana wakishikwa na kupelekwa katika sehemu za vita au kwenda kuchimba mashimo za dhahabu na coltan katika migodi ya Kongo, huku wakinyanyaswa na kushikwa kama watumwa. So leo tutakuwa na habari tu katika kipindi chetu. Tutakuwa na habari ya kuonyesha vile ambavyo mkutano uliokuwa huko Ufaransa, Macron, rais wa Ufaransa, na Felix Tshisekedi, rais wa DRC Congo, walivyozungumza yale ambayo yanaendelea katika DRC Congo na matatizo ambayo yanaendelea katika nchi hiyo, ili mtu yeyote duniani atafute mbinu labda za kumpa furaha mtu ambaye iko katika hayo maeneo ya manyanyaso katika nchi ya DRC. Habari zinaonyesha kwamba tukianza na rais wa Ufaransa Macron. Les Kivu principalement, mais aussi l'Ituri et d'autres territoires portent aujourd'hui les stigmates d'un conflit ancien qui s'est accentué depuis plus de 3 ans et qui s'insinue dans les foyers, qui déchire les communautés et use les espérances depuis trop longtemps. Le président Tshisekedi a parfaitement décrit la situation. Je ne veux pas ici répéter tout ce qu'il a dit, mais les chiffres sont insoutenables. 1 million de nouveaux déplacés depuis le début de l'année. Parmi 6 millions d'êtres déjà déracinés. Des centaines de milliers de réfugiés en République démocratique du Congo et dans les pays voisins qui aspirent à revenir dans leur foyer. Près de 28 millions de personnes en insécurité alimentaire. Une femme violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. Et derrière le chiffre, il y a des vies, des visages, des familles, des destins suspendus, des femmes et des enfants, premières victimes de cette guerre sans fin. Des jeunesses entières privées d'avenir, privées de paix, et des populations dépouillées des biens les plus essentiels. Aliongea mengi, ila linaloendelea kugusa wengi katika vita hii ni kwamba wakimbizi ndani ya mwaka huu wa 2025 mwanzo wao, milioni 2 ya Wakongomani wamekuwa wakimbizi katika nchi yao. Mamia ya wakimbizi Wakongomani waliokimbilia nchi ya jirani miaka 3 iliyopita kutoka maeneo ya Ituri na sehemu zingine wamekuwa maelfu na maelfu. Pia aliendelea kuonelea kwamba miaka 3 iliyopita katika maeneo ya Ituri na sehemu zingine ya Kongo ambazo zinazokumbwa na vita, ubaguzi
kulaumiana na kudhorota kimaisha ndani ya familia imekuwa kubwa. Pia aliendelea kuzungumza kwamba milioni 23 za Wakongomani katika sehemu hii ya nchi ya DRC hawana chakula, wana njaa kubwa. Wanawake wao wanaendelea kubakwa, na kilichosikitisha zaidi, ameonyesha kwamba baada ya dakika 4 pekee kila mwanamke mmoja anabakwa katika hii sehemu ya DRC. Na watoto pia na wenyewe wanabakwa na kuuawa kila baada ya dakika 30. Hii ni takwimu au habari zinazomfanya binadamu yeyote kupigwa na butwaa na kusikitika, hata wengine kuugua magonjwa ya akili. Watoto na wanawake wamekuwa vibaraka au wanaosalitiwa kwenye mstari wa kwanza katika vita hii, wanaoendelea kukosa amani, maendeleo, furaha na kutokuwa na tumaini la kesho. Kabla ya Macron, Rais Tshisekedi Felix alionelea kwamba des convois humanitaires sont pillés. Rien de tout cela n'est acceptable. Rien de tout cela n'est défendable. Rien de tout cela ne peut devenir la normalité d'une région à laquelle on demanderait de s'habituer à l'horreur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont insoutenables. Des millions de personnes déplacées, des foyers forcés à l'exil à répétition, des enfants privés d'école, des femmes mutilées dans leur corps et dans leur dignité, des épidémies de choléra, de rougeole, de mpox et des flambées de maladies infectieuses dans des zones où les structures sanitaires ont été détruites ou abandonnées. Nous sommes face à une crise humanitaire totale. Akaambia ulimwengu yanayoendelea katika nchi yake, yale yanayoendelea kwamba M23 na wapiganaji wengine wote, kwa sababu inasemekana kwamba wapiganaji katika sehemu hii wamekuwa grupu 120 ukilinganisha na ambavyo sensa ilivyofanyika ya kutizama wale wote wanaopigana katika sehemu hii ya DRC. Vikundi 120. Aliendelea kuonyesha kwamba, akiambia ulimwengu, mzozo huu walitumia ubakaji wa wanawake na kuua kwa watoto kama silaha vitani. Hili linasikitisha sana. Pia watoto wadogo wameendelea kubakwa na kutumiwa kupigana vitani, pia kwenye machimbo ya migodi yanayochimbwa na waasi ya coltan na dhahabu, huku wakipigwa na kunyimwa chakula. Pia hawana nafasi ya kwenda shule, huku wametenganishwa na familia zao na kushikwa kama watumwa. Wengi wao
wanapoteza maisha. Wanawake wanauawa kikatili kabla ya kubakwa na kuwaingiza miti au vijiti na chupa ndani ya viungo vyao vya siri. Hii ni ukatili mkubwa tena unaoendelea kusikitisha wengi. Wengi wao wamepatwa na magonjwa ya zinaa, trauma, yaani magonjwa ya akili, na kuwa walemavu maishani bila matibabu ya dharura na ya kudumu. Baada ya miaka 30 wanaendelea kunyanyaswa na kukosa furaha na kukata tamaa maishani. Hizi ndizo taarifa za hao marais wawili waliozungumza katika huo mkutano uliofanyika Paris tariki 29 kuamkia 30, walivyohutubia kuambia ulimwengu, huku wakiomba msaada kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao wanaoishi katika haya maeneo ya vita, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku watoto na wamama wakiendelea kubakwa na kuuawa kikatili. Kila baada ya dakika 4 wanabakwa wamama na 30 watoto wanauawa. So hii ilikuwa ni taarifa ya kuonyesha namna walivyozungumza. So kwa hivyo basi ni kuendelea kuwaombea wale ambao wanaoendelea kuteseka maeneo haya, ili karibuni waweze kupata amani na wawe na furaha, na pia waweze kupata matibabu kwa wale wote ambao wameugua magonjwa ya kiakili, trauma, wamekuwa vilema wengi, na wengi hawana mlo wa siku na watoto kwenda shule. So tuendelee kuombea hii sehemu kwamba siku moja yeye aliyeumba mbingu na dunia lazima anatekeleza, atawasaidia kuwaokoa kama alivyosaidia Waisraeli kutoka Misri na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Isipokuwa wao hawatapelekwa sehemu, ila wataishi kwa amani katika sehemu zao kabla ya hawa wauaji na hao waasi wanaoendeleza matatizo ya kuwanyanyasa kila siku kuondoka, na huku wakipata amani ya kudumu. Asante sana, shukran. Tuonane tena baadaye.